Shalom, shalom watu wa Mungu, ninawasalimu kwa jina la Yesu atupendaye. Nina ujumbe japo kidogo kwa habari ya kanisa, kwa habari ya wachungaji. Na ujumbe wenyewe unabebwa na kichwa kinachosema tusimkope Mungu. Kwani Mungu ni tajiri kuliko wote. Hakuna tajiri ambaye anaweza akaulinganisha utajiri wake na wa Mungu. Hayupo. Hata kama tungalikusanya fedha zote za ulimwengu wote, haziwezi kushindanishwa na utajiri wa Mungu. Huu ni ujumbe wenu wachungaji, ni ujumbe wenu wote ambao mnaliongoza kanisa la Kristo. Kumekuwa na tabia si nzuri na haimbariki Mungu. Kumekuwa na tabia pale ambapo kanisa labda mfano linataka kufanya ujenzi, wanakopa. Wengine wanakwenda bank, wengine mle kama yupo mwenye uwezo wanamkopa kwa ajili ya kufanya ujenzi uende kwa haraka. Wachungaji, hili jambo si jema. Hili jambo halimfurahishi Mungu. Ni nini? Kama upo mchungaji ambaye uliwahi kufanya hili jambo, uliacha kuenenda kwa imani. Kazi ya Mungu inafanywa kwa imani. Unapotoka rohoni ukaingia mwilini, ukaenda kukopa sakosi, mtu binafsi, benki na kadhalika, ni machukizo mbele za Mungu. Kwa nini? Nikupe ushuhuda mdogo. Miaka ya nyuma kidogo niliwahi kusikia ushuhuda wa mtumishi wa Mungu Christopher Mwakasege. Alisema walikuwa na uhitaji wa gari ya kubebea vile vitu vinavyotumika kwenye mkutano, na fedha hawana. Kwa hiyo wakapata wazo watengeneze bahasha maalum ambazo watakuwa wanazitoa kwenye mkutano ule wa Injili, ili watu watoe sadaka kwa ajili ya ununuzi wa gari. Kama sikosei, ni gari la shilingi milioni 100. Kwa hiyo ni kama lile wazo lilipita. Baadaye Mungu alimzuilia na akatii, akaacha kufanya kile kitu. Na haikupita siku nyingi, alikuja mtu ofisini kwao akitaka kununua gari kwa ajili ya kubebea vyombo kama ilivyokuwa uhitaji wao. Na anasema mwalimu alitoka na yule mtu, sio ni kesho yake, sikumbuki vizuri kama ni siku ile, lakini yule mtu alitoka naye wakaenda benki. Yule mtu akaandika cheki ya milioni 100, mtu mmoja. Nini? Ni wachungaji. Kuna wachungaji ambao Mungu amewazuilia kufanya kazi, ndivyo walivyoitwa. Mungu kuna vitu anavizuia kwenu ili mpate muda wa kutosha wa kumtafuta Mungu kwa kila jambo ambalo mnataka kulifanya kwenye nyumba yake, mnataka kufanya. So tamanini sana kusikia maongozi ya Roho Mtakatifu kwenye swala
na ujenzi wa nyumba ya Mungu, ununuzi wa kiwanja. Tamaneni sana kupata maongozi ya Roho Mtakatifu. Msije mkafanya mambo ambayo ni machukizo mbele za Mungu. Mungu hakopewi. Yaani mfano tu tajiri akakopewe chumvi, akute binti wake wa kazi mle nyumbani ametoka akaenda kukopa chumvi ya shilingi 500 dukani, amekwenda kukopa kiberiti cha shilingi 100 dukani, na si desturi ya ile familia. Huyu binti anaweza akakosa kazi, anaweza akapoteza ajira yake kwa sababu amemdhalilisha bosi wake. Ni mara ngapi kwa vitendo kama hivi tunamdhalilisha Mungu wetu? Mungu ni tajiri. Mungu anao watu wenye fedha. Mungu anao watu wenye dhahabu. Hata kama hawaingii kanisani, watu wote ni mali ya Bwana. Mungu aweza tumia yoyote anayependa kumtumia. Kama Mungu anaweza kutumia mlevi kumwonya mtu wake, mlevi akamwonya mtu wa Mungu, je, vipi Mungu anashindwa kumtumia mtu asiyemjua kununua ardhi kwa ajili ya nyumba ya Mungu? Mungu anaweza. Nini? Tusimkopee Kristo. Tunamdhalilisha kwa sababu viwango vyake si viwango vya kukopewa. Amen. Mungu akubariki mchungaji. Mungu awape neema ya kutafuta uso wake, hususani kwenye hizi nyakati za hatari tunazoziishi. Amen.